Baba, nguzo iliyo tulivu lakini yenye maumivu ya ndani. Baba ni nguzo kuu katika familia, msingi usioyumba hata wakati wa dhoruba. Lakini kwa masikitiko makubwa, ulimwengu umegeuka kina baba wetu. Wametengwa, wamedharauliwa na kusaulika. Kina baba wanapambana usiku na mchana ili familia zao zisikose, lakini mara nyingi wanaishia kutupwa pembeni. Wanatoa bila kuuliza, wanajinyima bila kulalamika, lakini ulipo kwa kimya, dharau na kuonekana watoshi. Baba atagundua kuwa katika familia yake watoto 4, wawili sio wake. Atasalia kimya kwa kuwa mwanaume kugongewa ni siri ya ndani, na kitanda Afrika kizai haramu. Maana mwanaume kulia ni kosa, mwanaume kuongea ni udhaifu. Na Afrika mwanaume akilia upigiwi moyo, upigiwa kelele. Kina baba ufa mapema sio kwa sababu ya maradhi ya mwili, bali kwa sababu ya mzigo ya moyo wasioiongea. Wanabeba stress, pressure, mawazo ya lawama kimya kimya, na bado wanatakiwa wasimame, wasilie na wasikatike tamaa. Katika ulimwengu huu baba anakumbwa na ukosefu wa ajira, matarajio makubwa ya familia, deni za kifamilia, na hivyo kukosa heshima kutoka kwa jamii. Na kwa sababu baba ni shujaa anayekufa polepole, sio kwa upanga bali kwa kimya chake, aliyejawahi kuwa rais kwao. Lakini baada anatembea kifo mbele akiwa na majeraha moyoni. Anajua hatoshangiliwa kama mama, hatapewa maua wala barua ya shukurani, lakini baada anasimama. Baba ni mvulana aliyelazimishwa kuwa mwanaume mapema. Ni mtu ambaye aliambia kulia ni udhaifu, akaamua kunyamaza milele. Na wakati mwingine siku yake ya mwisho inakuja akiwa hana chochote ila kumbukumbu za kile alijaribu na kile hakudhaminiwa nacho. Leo kabla hajachoka kupigana, mshike mkono, mwambie najua hauko sawa lakini najua unajaribu. Mwambie asante baba, kwa sababu kuna siku atakaa kimya na utatamani angesikia hayo maneno, lakini hatakuwa hayupo. Mimi ni Duke Domakori. Tuwapende baba zetu.